ndugu mkurugenzi wa Radio Tanzania na mwenyekiti wa bodi wa hifadhi ya wanyamapori WAGA na mwenyekiti wetu wa mashirika ya serikali katika mkoa wetu wa Iringa na mjumbe wa mashirika ya serikali katika taifa ndugu yetu Fidensi Mtagati. Basi mkurugenzi wetu vio vyake vyote vimekuja kwake. Ndugu Obadia Ngairo, mratibu wa vyuo vya ufundi vya Radio, ndugu mkuu wa Radio Mdaburo, ndugu yetu Mbao Shayo, ndugu mkuu wa ufundi, ndugu walezi, ndugu walimu wote, na waheshimiwa sana baraza la mawaziri ya serikali ya wanachuo wa Radio Mdaburo, mkiongozwa na Mheshimiwa Rais. Hongera sana kwa kuaminiwa na kuchagua kwa viongozi wa serikali. Waheshimiwa wanachuo, niwapongeze sana kwa kujiunga na kupendezwa kujiunga na chuo cha Radio Mdaburo. Vyuo vyetu ni miongoni mwa vyuo bora katika Tanzania kama ilivyoandikwa katika kitabu. Sisi wenzetu tukienda wakituuliza wanafunzi wenu wanasoma nini, sisi Radio tunaandaa wataalamu wataendelea wasome kama alivyoeleza mkurugenzi. Tunaandaa wataalamu ambao wanaweza kuajiri na kuajiri watu wengine, na ndio maana sisi tumekuwa tofauti na vyuo vingi. Mkurugenzi ameeleza mambo mengi, ameeleza masuala ya maisha. Maisha ni nini? Maisha ni mpangilio wa matukio. Kwa kama umekuja hapa Radio, mpangilio yako ni kuja kusoma na uwe mzuri kuliko vile. Nimechagua Radio ikiwa na sifa zote. Ni shirika ambalo limepata faida kila mwaka. Kama alivyosema mkurugenzi mwenyewe, juzi ametoa kupokea zawadi, mwaka juzi ametokea kupokea zawadi miongoni mwa mashirika bora katika mkoa wetu wa Iringa. Sasa kabla sijaelezea masuala machache mengi mkurugenzi ameeleza, msio mkasema je, simama alikuwa ni nani jina lake. Mimi naitwa Daniel Lindura Mwaisera, ndio mwenyekiti wa bodi Radio Tanzania. Na mimi katika ukoo mimi ndio mweupe kuliko wote. Mwenyekiti wenu wakirudi hata nyumbani kwao wanasema cheupe amekuja, basi ndio. Na mimi najivunia upe nilio nao, ambao kwenye ukoo wetu ndio nimebarikiwa kuwa nao. Nazungumza na wanachuo ambao ni miongoni mwa vyuo vinne vilivyopo katika Radio yetu. Kuna chuo cha Mwanzi, kuna Mdaburo, Mafinga pamoja na Kiroho. Na tuna bodi, maana sisi kaonekana kesho na kesho kutwa akaja mtu mwingine akasema mimi mwenyekiti wa bodi. Ni kweli tuna mwenyekiti wa bodi katika vituo mbalimbali. Tuna bodi Maragani ina mwenyekiti wake. Tuna bodi Mdaburo ina mwenyekiti wake na wajumbe wake. Tuna bodi Maragani ina mwenyekiti na bodi. Tuna bodi Mafinga ina mwenyekiti na bodi. Tuna bodi Kiroho ina mwenyekiti na bodi. Tuna bodi Kura Arusha ina mwenyekiti na bodi wake na kadhalika. Sasa mwenyekiti wetu wa jumla bodi zote ndio mimi. Una haja ya kupigia hapo. Niliamua kutoa ufafanuzi huo ili usije ukachanganya. Na hapa kwa sababu kwa VTC kuna mwenyekiti wa bodi wa VTC. Hilo lazima muweze kulipa. Sasa kwa sababu ni shirika unalifahamu, unapokabidhiwa dhamana ya kuongoza lazima ulifahamu shirika lako liko wapi. Mkurugenzi ameelezea vitu vingine, inabidi nielezee historia ya shirika letu, ambao mpaka sasa katika mkoa imesambaa katika vijiji vipatavyo 64 na mtaa mmoja.
Vijiji 34 ziko wilaya Mpili, vijiji 30 viko wilaya Kilolo na mtaa mmoja uko halmashauri ya Mpili. Hivyo vijiji ndivyo RDO inahudumia. Na RDO inajitoa ambayo mkurugenzi alisema atawatembeza vipatavyo 11 katika mkoa wetu wa Iringa. Vituo 9 viko wilaya Mpili, vituo 2 viko wilaya ya Kilolo. Hapo mkurugenzi alisema atafanya zawadi ya kwenda kuwatembeza. Na bahati nzuri kwenye michezo si mchezo. Nilikuwa nafunua kwenye Facebook juzi. Timu ya wachezaji wa RDO ilionekana. Kwa hiyo ni mahali pema tu kwamba nikasema hawa wanajua kucheza kuliko wengine wote. Sasa tuwape historia kidogo ya RDO, hata kama mwanzilishi mmoja wapo yupo, mkurugenzi, na hawa ndio nyumba ya Makayuki na wengine ndio wazilishi wa shirika. Nitawasimulia kwa miaka mpaka jina lilipobadilika kwa mpaka nikaja RDO RDO Marangai, RDO Tanzania. Sasa naanza kwa historia hiyo. Shirika lilipokuwa linaanza lilikuwa na jina la kifupi, tunasema IBF, yani BFA, yani Best Farmers Association. Hiyo ilikuwa mwaka 2000. Ilikuwa inahusika na masuala ya mambo ya kilimo bora na kutengeneza masuala kama alikuwa chini ya parokia. Ilipofika 2004 ikabadilisha jina. Na jina hilo lilikaa toka 2004 mpaka 2013. Ilikuwa inaitwa IRDP. Yani Integrated Rural Development Project. Na ilikuwa inahusika na masuala kama yafuatayo. Ilikuwa inahusika na watoto yatima, ilikuwa inahusika na vyombo vya ufundi, na ilikuwa inahusika pamoja na yatima. Hiyo cheo ilikaa mpaka 2012 na bado makao makuu yalikuwa Karosiani. Mkurugenzi huyu akiwepo. Na bado sehemu kubwa ilikuwa chini pa paroko. Lakini ifikapo 2011 mkurugenzi huyu na timu yake iliyokuwepo wakaanza kufanya mawazo kwamba tuanze kujitegemea sisi wenyewe. Tuondoke parokiani tuweze kuhudumia watu wa maeneo mbalimbali. Ndipo ikahamia hapa Duka. Na ikasajiliwa 2012 kama Rural Development Organization RDO. 2012 mpaka 2014 ikiwa na usajili wa kuhudumia wilaya hii. Lakini ilipofika 2014 timu ya wataalamu wakiongozwa na mkurugenzi wakishirikiana na bodi wakasema tuendelee kutanuka. Wakaamua kuchukua usajili wa Tanzania nzima bara. Mashirika haya yanafanya kwenye Tanzania bara. Kwa hiyo ikawa RDO toka 2014 Tanzania mpaka 2022 ikiwa inafanya kazi za pamoja. Sasa ukaja utaratibu kwamba mashirika mengine yote yaliyoko Tanzania bara yaweze kusajili pia kwa kipindi cha miaka 10. Hivyo shirika letu la RDO tarehe 6 Februari 2022 limejisajili upya kwa miaka 10 kwamba lipo hai mpaka mwaka 2032 litakapojisajili. Na linahusika na mambo mangapi? Wakiwauliza maswali, linahusika na mambo makuu matatu. Linahusika sana vyuo vya ufundi, yatima na miradi ya maji. Hata leo hii tulipokuwa tumekuja hapa, tulikuja kwa ajili ya kutembelea miradi ya maji na kuja kuwasaidia. Ndio maana mkurugenzi amevaa buti. Baada ya kusema mkurugenzi hana suti, mpaka anakuja kwenye kikao hiki amevaa buti.
mwenyekiti wa bodi Tanzania amekuja na koti iliyopauka hivi, ndio kweli? Akaja na sio suruali na tai, hakuna. Tulikuja kuangalia kabirani, lakini kuhusika masuala ya maji ni kupata kabisa. Na kaza hiyo ndio hata kina ratibu wa vyuo alikuwa kwa ajili ya hiyo yote, ilikuja kwa ajili ya hiyo, lakini inakuja kwa faida. Sasa tulikuwa tunachelewa, tukakue nguo hizi tukabai tai, tunasema tutachelewa kuja kwa faida, kwa sababu hata wenzetu bado wafanye. Itoke katika kwamba sisi tupo nafurahia kuwa pamoja na RVO, ni shirika ambalo kitaifa linajulikana, lakini sifa ziwaendee waanzilishi wa shirika. Naomba niwasimamishe. Hao mkiona popote ndio walifanya kile. Bila hawa hatima yetu ya shirika isijulikana katika shughuli ya kuendeleza. Mkurugenzi anaendelea kusimulia aliacha kazi nzuri lakini aliamua kutumikia. Amekosa. Ni wao amekosa. Sasa naomba msome sana. Msome biografia. Mabinti, naomba msome. Nasikia? Naomba msome. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha mkundi mmoja, alikuwa anaitwa Dr. Kweli, Dr. Emmanuel Kweli Ado. Alikuwa mkufunzi wa chuo kikuu cha Achimota kule Afrika. Alizungumzia mwaka 1913 kwamba ukimsomesha mwanamke umesomesha familia nzima. Lakini ukisomesha mwanaume unamsomesha yeye kama hivyo. Nadhani ndio ushahidi. Ukimsomesha mwanamke atakumbuka tangu kwako nyumbani, sio kuleta fadhila. Ukimsomesha wa kiume lazima tumsomeshe, lakini lazima atakumbuka hao wako kujipendekeza. Kwa hiyo ukizaa watoto wa kike nyumbani, furahia kwamba hao yako kitarudi. Lakini ukisomesha wa kiume umemsaidia yeye, kumsaidia kasaidia familia nyingine. Kwa mimi nikihesabu nyumbani na watoto wa kike wangapi, nasema hawa ni faida kwa mimi. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa kuchagua kuingia katika familia. Nimekuja kwenye shirika ambalo ni halali, ambalo lina usajili wa nchi yetu namba 24 wa mashirika ya kiserikali. Namba 24 2022 ilisimamiwa na sheria 11/2005 na sheria namba 3/2019 ya mashirika ya serikali. Na tunaendeshwa na sera ya mwaka 2001. Na kwa nini tunafanya miradi mbalimbali? Mheshimiwa Rais tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2021 alitoa maagizo kwamba mashirika yote yasitegemee sana watu. Mashirika yote yajenge uwezo wa kujitegemea. Na akaagiza waziri wa maendeleo ya jamii ambaye ndio anahusika mashirika sio ya serikali kuhakikisha vile vya kwamba aunde mkakati wa kitaifa kwa kuhakikisha mashirika yote ya serikali yanakuwa na mkakati. Na waziri wa maendeleo ya jamii akahakikisha ilipofika Novemba 2021 akaunda kikosi kazi ambacho kiliamua kuunda mkakati. Na mkakati wa kwanza wa kitaifa wa kusimamia kwamba mashirika yanakuwa halali, yanakuwa na mkakati wa kuendelea miaka yote ni wa mwaka 2022, 23, 26 mpaka 27. Ndio mkakati wa kwanza wa mashirika ambao tulikuwa tumefuata hata sisi RVO. Ndio maana tunahangaika na mashamba ya Nyamurumbe, tunahangaika na mashamba mengine, tunahangaika na kufuga nguruwe. Waislamu samahani, lakini tunafuga na nguruwe. Lakini pia tuna mambo ya viungu, tuna hoteli, tuna vyuo vya ufundi na kadhalika. Ndio maana tunafanya mkataba 17. Kwa natekeleza mkataba nini? Na kwa wenzangu wa Mungu kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, mashirika yote ya kiserikali yapatia ibara 126 mpaka 27.
ukurasa 176 mpaka 130. Baada ya maneno hayo, ndugu mwenyekiti, naomba niwahakikishe ya kwangu kwamba ndio yameishia hapo, lakini nikushukuru sana ndugu wajumbe wa mkutano huu. Leo mkurugenzi nimemtambulisha kama mwenyekiti wa Nakongo mkoa. Ndio. Sasa leo nimesimama mbele yake. Ananiambia mimi kama mwenyekiti. Lakini kuna njia nyingine ya mwenyekiti wa Nakongo. Basi na mimi tena nabidi kae huko pembeni nianze kusema mheshimiwa mwenyekiti kae. Lakini mwenyekiti kwa mkurugenzi wetu ni mwenyekiti wa Nakongo wa mkoa na alichaguliwa kwa vishindo mpaka kwa nyingine zilimwangika. Kwa sababu nataka nisemee hivyo, nilikuwa naomba siku nyingine mnapomwambia mwenyekiti wetu amepata kichaa. Mbona amemkaribisha pale alipokuwa amekaa kushoto kwake, leo mbona anamkaribisha hivi ndio kweuka? Hapana, pale anakuwa amekuja kama bosi wake. Kwa sisi watu wa radio wa kwanza kumfurahisha kama msikilizaji wetu. Akija kama hapa hata mimi najidai. Lakini anapokuja yeye kama mkoa inabidi nyenyekee. Na huwa ananipa maagizo. Na huwa anayatimiza. Na mimi nikitulia hapa na mimi nampa maagizo. Na huwa anatimiza. Kwa katika maisha ni kutegemeana. Mheshimiwa mkuu wa chuo, nakushukuru sana na waheshimiwa sana wanachuo, na washukuru sana kwa kuni. Na mimi siku moja niliwahi kuwa waziri mkuu. Nasikia nini? Kwa mngechagua uongozi tutakuwa mmeniongezea CV. Nadhani hata nyinyi mliponipa si mlijua nilikuwa waziri mkuu. Sasa na nyinyi mtapata vyeo vingine, baraka karibia hapo. Asanteni kwa